sana. Akasema ndio, lakini ile zero distance ikatokea tena ikawa 0.0. Kwa hiyo wakawa wamegusana kabisa. Mwalimu wewe niache kwanza. Dani hapo akawa anakimbia, mwalimu anamfuata, wewe una shida gani? Wewe ni kijana, wewe ni mwanaume, lazima uwe na uchaguzi. Dani mwenyewe anaona kuna vitu vinanisumbua, lakini mwalimu wewe mwalimu unaniingiza katika majaribu ya usaliti wewe. Story inaanza, tunamkuta kuna mwalimu yupo darasani hapo, amechukua kioo anajiangalia, lakini huyu mwalimu anaonekana kuna mazito mengi sana akayapitia. Katika familia mama Akambo alikuwa anamnyanyasa sana. Sasa mtoto kila akijiona anajiona ni mtu mkosefu. Sio, unajua tena mawenge ya manyanyaso. Lakini alipoona wanafunzi wanaingia, akaamua kuweka kile kioo chini pale. Akawa anawakaribisha, karibuni sana, karibu wanafunzi wangu. Wanafunzi wenyewe wanasema huyu mwalimu anaonekana atakuwa mwalimu mzuri sana. Wakawa wanasalimiana pale, sio, unajua tena shule. Lakini mwalimu akawa amesimama, jamani, mimi naitwa Miss Madison. Mimi nitakuwa mwalimu wenu na nitakuwa nawafundisha vizuri kuliko hata yule mwalimu alioondoka, sawa? Mimi nitakuwa bora zaidi. Na wanafunzi wenyewe wanafurahi, huyu mwalimu ananikosha mimi. Yaani anapojitambulisha, anapoongea, mwanafunzi mmoja akanyosha mkono. Vipi unasemaje? Una shida gani? Kuna tatizo lolote? Sasa huyu binti alionyosha mkono anaitwa Jamie. Huyu pembeni kijana huyu anaitwa Dani. Yaani hawa ndo wapo hasa kwenye story yetu ya leo. Ndo wanahusika hawa. Yaani kiufupi tupo nao sana. Mwalimu kama kawaida akawa anatoa challenge mbalimbali, anatoa masuala ya masomo nini, anawapima wanafunzi wake. Sasa muda wa masomo ulivyoisha bwana, wanafunzi wakawa wanaondoka kama kawaida, sio unajua tena muda wa kurudi nyumbani. Lakini hapa tumeona Dani pamoja na Jamie wakawa mwisho kuondoka. Sasa Dani wakati anakusanya karatasi, naona walipewa testi fulani. Sasa Dani wakati anataka kuondoka, mwalimu akamwita, hebu njoo kwanza Dani hapa. Kabinti kule kakamwangalia, lakini kakamsubiria. Hawa ni wachumba. Akasema sikia kwanza, mahudhurio yako ya michezo yamekuwa mabaya sana na inavyoonekana utatolewa katika michezo. Kwa hiyo kuwa makini sana. Sawa, lakini ukitaka chochote nitakusaidia. Yaani mimi nitakusaidia hata kusolve matatizo yako ya habari ya michezo, sawa? Ila hakikisha kabla ya kuondoka kwenda nyumbani lazima tukae sehemu tuongee kwanza. Lakini mwalimu anaonekana na jambo, ana kitu chake moyoni mwake. Hawa wakasogeleana, wakawa wanajichuma pale. Mwalimu akaona watoto hawa jamani hawa, mbona kama wananirusha roho mimi. Sasa hapa tunamuona mwalimu na mwanafunzi wake wanafundishana. Mwalimu anamfundisha, bwana hapa unajaza hivi, ili somo unajaza hivi. Dani hapo anasema sawa, nashukuru sana mwalimu. Akasema usijali Dani. Alafu kuna swali nataka nikuulize, vipi una girlfriend wewe? Dani mwenyewe akasema ndio ninaye. Akasema vipi unampenda? Nampenda sana. Akasema vipi lakini unaweza kuwa na girlfriend mwingine? Dani akasema hapana kwa kweli. Hapana siwezi. Lakini mwalimu akazuga, akachukua ile karatasi akasema umejaza vizuri sana. Yaani unaelewa. Akasema nashukuru sana mwalimu kwa kunipa nafasi nyingine. Na kuwa mwanafunzi bora kabisa. Mwalimu akasema usijali, wewe ni mwanaume unaweza kachagua vitu vingi pia. Dani akaona huyu mwalimu simuelewi, lakini akasema Dani sikia kwanza, kabla ya kuondoka vipi unaweza kuwa na nafasi kabla ya hapa shuleni? Dani akasema labda tuangalie wakati mwingine kwa sababu kuna anniversary fulani, kwa hiyo ninaweza nikawa na nafasi kwa muda huo. Sasa mwalimu kuona hivyo akaamua kumpa namba ya simu kwa mwanafunzi wake Dani. Akasema achukua namba yangu ya simu. Dani akaona basi hamna shida mwalimu, mimi ngoja niondoka. Akasema sawa Dani, tutakutana wakati mwingine. Dani hapa akawa anaondoka. Huku mwalimu kabaki anafurahi tu, jamani huyu mtoto mbona ananikumbusha utotoni huyu. Sasa mwalimu baada ya kurudi nyumbani bwana, akawa anaangalia kwenye mtandao jinsi Dani alivyokuwa mwanamichezo bora. Akawa anaangalia pale, roho inamkosha kweli kweli. Anaona huyu mtoto huyu mapigo ya mbio anaenda moyo. Akaamua kuchukua simu yake, akawa na chati na Dani pale. Naona walibadilishana namba. Akasema vipi Dani, michezo yako inaendeleaje? Mafunzo. Dani mwenyewe anashangaa, huyu mwalimu anaanza kuulizia michezo saizi kimempata nini huyu mwalimu? Kwanza sio mwalimu wa michezo. Alafu mwalimu anafurahi. Unajua mwalimu huyu inaonekana kuna kitu alikimisi kipindi cha utoto au ujana wake. Hapa mwenyewe Dani akawa anashangaa, huyu mwalimu bwana analeta mambo huyu ya ajabu. Akawa anasikilizia hapo, anaona huyu mwalimu huyu. Sasa baada ya Dani kuona mambo yamekuwa mengi, akamtumia mwalimu, bwana mimi naona nataka kuondoka saa hizi. Kwa hiyo wakaacha kuchati. Sasa mwalimu alivyotoka kule ndani akawa na furaha kweli kweli. Yaani anafika hapo anawashawasha vimshumaa, jamani, yaani hatimaye leo. Lakini kufika hapo kumbukumbu zile za utotoni za manyanyaso ya mama Akambo. Lakini akawa anakumbuka jinsi alivyomchoma sindano mama yake wa Kambo, mpaka mama yake wa Kambo akaaga maisha. Akasema wewe mpumbavu, nimekuua. Akawa kumbukumbu zilivyoisha hapo akaona
Aisee jamani, nakumbuka ujinga tu. Akawa amechukua kimshumaa chake, ishara ya upendo. Unajua mshumaa una ishara nzuri sana, ishara ya mwanga mzuri. Akawa nakumbuka hapo Dani alivyokuwa anaongea naye, anajichekesha, jamani mimi huyu mtoto ananifanya narudi utotoni mimi. Yani jamani yani jamani mimi kisula. Hapa anajiona kisula kwa kweli mama nayo. Sasa hapa tunamwona Jamie akiwa anaongea na mwalimu Madison. Akawa anamuelezea pale changamoto zake shuleni, kwamba mimi nataka nifaulu mwalimu, nataka unifundishe masomo, tena unifundishe kweli kweli, kwa maana yananizingua, yananisumbua kweli kweli. Kwa hiyo akawa anajieleza, anajimoya moya. Mwalimu anasema usijali, mimi nitakusaidia, mimi ni mwalimu bora kabisa. Hapa binti mwenye kanisa, basi sawa mwalimu, mimi nashukuru sana. Kuna somo linanisumbua mwalimu, kwa kweli hadi najisikia vibaya. Mwalimu akanasa usijali chochote, hapa mimi ni mwalimu wako, nitakusaidia mambo mbalimbali, na wewe ni binti, inabidi usome. Akasema sawa mwalimu, mimi nashukuru sana. Akasema usijali sawa Jamie, usijali. Akasema asante mwalimu, nashukuru. Usijali. Sasa hapo Jamie akawa anaondoka zake, lakini huyu mwalimu mimi na mashaka naye, si anajua kwamba huyu na Dani ni wachumba, sijui kama atamsaidia kweli. Sasa baada ya kutoka kule tunamwona Dani gari lake inaonekana limepata changamoto fulani. Mwalimu akaja akasema sikia kwanza Dani, vipi mbona hangaika hapo? Dani akasema gari limepata nani? Akasema usijali, kama gari limepata hitilafu unaweza ukapanda kwenye gari langu tukaondoka. Dani akawa anakataa, sawa bwana usikatae. Mwalimu hapana, mimi siwezi nikatoka. Akasema sawa, lakini ni uchaguzi wako Dani, wewe unanionaje kwanza? Wewe unaona Dani kama mimi naweza nikakuteka nikaenda kukufanyia kitu kibaya kwenye gari langu? Akawa Dani katupa jicho hapo, akasema wewe mwalimu upo vizuri, lakini akawa ameona kipaja. Unajua tena mwanaume bwana, afu Dani unajua bwana damu yake inachemka kweli kweli. Kwa hiyo vitu kama hivyo kujipendekeza ndio vitu vyao hivyo vijana. Sasa inaonekana kwenye gari bwana walipeana appointment ya kukutana mahali kubadilishana mawazo, lakini hapo Dani akawa anakata simu za Jamie. Unajua tena yupo na mwalimu pale, hataki mambo ya mengi. Mwalimu mwenyewe anashangaa tu, mbona akatakata simu? Lakini wewe Dani ni mtu bora kabisa. Dani anasema ndio, wewe ni mtu safi kabisa, yani wewe hapa ile shuleni unafanya vizuri. Yani mwalimu anaongea tu anabwabwaja vitu ambavyo havieleweki. Unajua tena mapenzi yanafanya unaongea tu ovyo. Dani mwenyewe hapo anashangaa tu, full kulamba viulimi vinini vilipsi. Mwalimu anamwaga sifa ambazo hata Dani saa nyingine hana. Dani mwenyewe anashangaa mwalimu vipi huyu? Sasa mazungumzo sio na point ndani alivyoisha, wakatoka nje bwana. Mwalimu akatoa hela hapo, akasema shika Dani hela. Dani mwenyewe akashangaa, mwalimu nanipaje hela? Lakini hapo akaweka mfukoni, afu akasema mwalimu nimesahau kitu ndani, ngoja nikakichukue mara moja. Mwalimu akasema basi sawa, akaingia kwenye gari lake. Mwalimu Madison hapo akanajiangalia kwenye kioo, lakini bwana Dani akarudi akaingia, akasema Dani vipi umerudi? Jamani, yani mwalimu hapa yani kwa kweli yupo hoi, afu anamsogelea Dani kwa mitego. Unajua tena ile zero distance, yani hapo vipumzi tu vinapita. Mwalimu vipi, mbona unisogelea? Asa hamna nilikuwa nataka nichukue tu nani hapo, bahati mbaya anajiweka kimahaba pale, aeleweki huyu mwalimu huyu sijui huyu mwalimu huyu. Sasa hapa tunaona siku nyingine kuna party bwana, lakini sijui tena Dani akawa anakumbuka ile mitego ya mwalimu wake, haelewi, kachanganyikiwa, lakini akawa ameingia mchumba wake Jamie. Akasema vipi Jamie, umechelewa sana. Huyu Dani baada ya kuona mitego ya mwalimu wake, kuna vitu vikawa vimepanda tu havieleweki, unajua kwenye kiuno tena. Akawa anasema basi wewe twende kwanza ndani kule, angalau tukapige story 2-3, story za wakubwa. Akawa amemchukua hapo mchumba wake, wana romantika pale, lakini huyu bidada Jamie akawa anasema fanya vitu vyote, lakini huko kwenye suruali usiguse. Acha bwana, nimekwambia usiguse kwenye suruali. Kwa nini unagusa kwenye suruali? Huko kuna hazina ambayo haitakiwi kuonekana, sawa? Sasa hao bwana waliahidiana hawatafanya jambo lolote la kuvunja amri ya 6 hadi watapooana, lakini Dani haelewi kwa sababu mwalimu kule anamtega. Kwa hiyo anaona mimi kabla sijamsaliti huyu mchumbangu bora tu ni tuvunje amri na yeye, lakini ubinti hataki, anatunza hazina yake. Kiufupi hapo mission ya Dani ikawa impossible. Lakini huku tunamwona mwalimu anatengeneza gari, lakini alivyoona gari ile linamsumbua akaamua kumpigia Dani ili amsaidie kutengeneza ile gari, lakini huyu mwalimu ana mission yake na yeye. Sasa Jamie baada ya kutoka kule chumbani, baada ya kumtosa mwanetu Dani, akawa ametoka hapo, anamuulizia vipi Dani, umemwona hapa? Au rafiki yake anasema hapana, hatujamuona Dani hapa, lakini anaonekana katoka huko nje. Sasa Dani kweli alifika kwa mwalimu, akasema mwalimu, ili gari hebu kwanza niangalie hapa. Dani mwenyewe ni fundi wapi, kaenda tu na yeye akajishobokesha kwa sababu kuna vitu vinamsumbua na yeye. Unajua tena hapo tena akili sio yake, lakini alivyoshikashika maoili
Mwalimu akasema sikia kwanza, umechafuka sana mkono. Sawa, achana na hilo gari kwanza, we funga hilo boneti lenyewe, tuingie ndani nikakusafishe mkono. Yani we mkono wenyewe unasafishwa na kitambaa kimeloweshwa kwenye maji. We angalia kwanza haya maoili jamani, yamekuchafua we mtoto mzuri. Yani we ni handsome, upasi kuchafuka kabisa. Akawa anamfutafuta hapo. Dani lenyewe unajua mwalimu, amna hicho kitu cha kawaida tu. Lakini sauti alitoki vizuri. Mwalimu wewe unakea sana. Akasema ndio. Lakini ile zero distance ikatokea tena, ikawa 0.0. Kwa hiyo wakawa wamegusana kabisa. Mwalimu wewe niache kwanza. Dani hapo akawa anakimbia. Mwalimu anamfuata, wewe una shida gani? Wewe ni kijana, wewe ni mwanaume, lazima uwe na uchaguzi. Dani mwenyewe anaona kuna vitu vinanisumbua, lakini mwalimu wewe mwalimu unaniingiza katika majaribu ya usaliti wewe mwalimu. Akawa analalamika huko anakaa. Mwalimu anasema subiri uangalie vitu vya kikubwa, vitu ambavyo wewe huwezi kuvipata sasa hivi. Akawa mwalimu akawa anasema sikia kwanza, ni mimi na wewe tu, hamna mtu yeyote ambaye atajua kwa kweli kuhusiana hili. Dani linacheka cheka tu, kweli mwalimu kweli. Lakini Dani akawa kaingia kwenye mkenge wa mwalimu. Hapa ndipo wahenga walipopata ule usemi wa kwamba mwanamke akitaka lake lazima liwe. Kwa kweli Dani. Sasa hapa Jemi baada ya kuona Dani kule hakuonekana kwenye ile pati, akajua moja kwa moja Dani katoka kaenda kwa mwanamke mwingine. Si unajua tena. Sasa hapa Jemi akafunga safari hadi kwa akina Dani. Akamwona Dani hapa akasema wewe. Dani mwenyewe anashangaa vipi wewe umekunywa? Akasema sio nimekunywa, wewe ulienda na mwanamke mwingine. Dani akawa anajikanyaga hapa, unajua wewe huyo mwanamke ni nani? Unaweza kaniambia ni nani? Nani wewe umenisaliti wewe? Mamake Dani akawa anatoka pale anaona ugomvi tu. Mamake Dani hapo akawa anauliza nini kinaendelea hapa? Ila kabla hajajibiwa bibie yule Jemi akaondoka zake. Lakini unajua alikuwa amelewa. Dani akawa anasema wewe usipande kwenye hilo gari, wewe umekunywa kali yenyewe, wewe umelewa. Mamake Dani bwana huko ndani akaamua kupiga simu kwa mama yake na Jemi ili kumpa taarifa kwamba mwanao kalewa afu anaendesha gari. Sasa mwalimu bwana akaanza unoko kwa Jemi. Kama hapo anampa mtihani afu Jemi anashangaa mbona nimefanya vizuri afu amenipa max ndogo. Akalalamika kwa rafiki yake, mimi nashangaa mwalimu ananikosesha siku hizi. Vipi tena? Wakati nimefanya vizuri tu. Lakini kufika hapo akamwona Dani yupo sehemu, akaanza kusema Dani ananisaliti. Ananisaliti sasa hivi. Rafiki yake akasema hapana, mbona Dani mtu mzuri? Akasema wewe umjui Dani. Yani mimi ninahisi moyo wangu unasema kabisa ananisaliti. Ule rafiki yake anasema bwana usimuhisi hivyo, Dani mbona mtu mzuri, lakini mimi ngoja niondoke zangu. Jemi akaona ngoja kwanza. Huyu nitamfanyia tu uchunguzi. Sasa Jemi kweli upelelezi wake ukaanza. Akawa anawachunguza, akaona hapo darasani hapo wanapiga story, lakini zile story hazielewelewi. Akawa anajitafakulisha hapo. Hivi ni kweli ama ninachokihisi ni kweli ama? Lakini yupo kwenye gari hapa anasema itakuwa sio kweli bwana. Itakuwa ni akili zangu tu. Lakini akawa anaangalia yule mwalimu jinsi alivyokuwa anamkea kila wakati. Anasema huyu mwalimu. Sasa hapa tunamuona Dani na mwalimu wake baada ya kule darasani kujibizana vitu vitatu bwana. Majibizano yao yakaishia kwenye bedi. Wakawa wamefanya tena majambo yao. Unajua tena ukianzisha jambo kuliacha linakuwa gumu. Hapo wakawa wanapiga story. Unajua story zile za kwenye mahaba tena za uongo na ukweli. Wakawa wanasema Dani hapo, vipi nipe historia yako. Mwalimu akawa anasema mimi bwana sijalelewa na wazazi. Mimi nimelelewa na mama wa kambo. Yani sihesabu kama ni mzazi, lakini alijiua mwenyewe. Kumbe yeye ndo alimuua. Akasema kuna siku alijiovadozi. Yani yeye alimchoma sindano mama yake wa kambo kwa sababu mama yake wa kambo alikuwa anamtesa sana. Alafu hapa kwa Dani anamdanganya kwamba yule mama alijiovadozi mwenyewe na madawa ya pressure. Dani hapo anasema pole sana. Sasa hapa mwalimu alikuwa anatafuta attention ya Dani. Akawa anatia huruma hapo mwalimu huyo mnafiki huyo. Sasa hapa Jemi bwana hakulizika. Akaona ngoja nianze kumpeleleza huyo mwalimu. Kwa hiyo hapo moja kwa moja akafunga safari hadi kwa mwalimu wake ili kuangalia kuna nini kwa mwalimu wake. Lakini huku ndani wanaendelea kuromantika. Yule bibie Jemi akafika pale akachungulia ndo kawaona live hadi kaduaa, yani kabaki ameshangaa tu hadi akasahau kujificha. Huku Dani akamuona akaona wewe Jemi umenichungulia umeniona. Mwalimu akasema wewe rudi. Yule hawezi kufanya chochote bwana, mimi najua jinsi ya kumdhibiti yule. Dani akaona sio kweli. Akawa anamfukuzia Jemi moja kwa moja nje ili Jemi asije akatoka kaenda kutangaza kule. Unajua tena ni shule. Kwa hiyo Jemi akawa akapanda kwenye gari. Sasa Dani akaona sio kweli. Akawa amemfuatilia hadi nyumbani kwa akina Jemi. Akati kashuka hapo akasema subiri Jemi. Akasema wewe niache. Akasema sio kama unavyofikiria. Sasa unafikiria wewe unasema mimi nafikiria nini? Sikia nimekuona kabisa
kabisa, nilikuwa nahisi tu. Akasema sio kama hivyo, naomba tafadhali usiwaambie wazazi wangu, kwa sababu wazazi wangu lazima watanifanyia jambo moja baya sana. Jembe hapo akasema, yani umenisaliti afu unasema tena nisikutangaze, yani mimi nitawezaje kuvumilia yote? Kwani umefanya hivyo lakini umenivunjisha moyo. Akasema hapana, naomba tafadhali unilindie siri yangu. Huyu dada Jembe mwenyewe anashangaa, mamake Jembe akatokea pale, vipi kuna nini hapo? Hapa Dani akasema hapana mama, tulikuwa tunaongea tu, hamna, tupo safi mama, tupo safi. Akawa amezugazuga pale ili bi mkubwa asielewe kinachoendelea. Sasa tunarudi huku tunamkuta mwalimu bwana anahangaika, anashangaa, Dani mbona sasa hivi hajibu message zangu? Akawa mtumia, vipi unaendeleaje? Kilichotokea siku zile kinaendeleaje? Yani habari gani zinaendelea huko? Hebu nijibu basi Dani. Akawa anamtumia message lakini Dani anakata simu, sio ajua tena kupendwa nayo na vimba, hebu niache kwanza. Huyu mwalimu anahangaika kweli kweli, chukua simu weka chini bwana, nipigie sasa hivi ni muhimu sana. Lakini Dani analinga, anaendelea kudunda huku, mwalimu anatuma message tena, bwana usinifanyie hivyo. Dani anampotezea tu, vipi unaendeleaje? Kata simu. Na mwalimu naye akasema sasa sikupigi tena, lakini akawa amekumbuka jinsi alivyokuwa mtoto mamake wa kambo alivyokuwa anamtesa. Kwa hiyo hapo akawa amemechisha story. Huyu mwalimu bwana ana mazito sana moyoni mwake ambao anaendelea. Lakini si unajua tena upendo, Jembe na Dani wakawa wamekutana huku, tuyamalize. Dani hapo anasema bwana tuyamalize bwana, naomba tafadhali nisamee, nisamee. Soje tena upendo. Bidada naye akasema basi sawa, lakini niahidi kwamba utaachana na mwalimu. Uniahidi kabisa kwamba utaachana na mwalimu. Dani hapo akasema bwana mimi nitaachana naye, wewe usihofu. Akawa ameshikana mikono hapo. Soje tena upendo wa ndani kabisa. Bidada mwenyewe kalegeza hapo, akaona da uko kaza mikazo zilo, upendo tena ushakolea ndani. Sasa hapa Dani akaamua kumtumia message mwalimu wake kwamba tukutane mahali fulani. Mwalimu alivyoona message imeingia akakimbia, akaona ni Dani, akasema safi. Akasogea kwenye kioo akanajiangalia, jamani mimi ni mrembo. Lakini picha ya mama yake wa kambo ikawa inamjia hapo kwenye kioo, inasema wewe sio chochote, wewe sio lolote. Lakini mwalimu hapo akasema wewe leo nakupotezea, nimeshaitwa na Dani wangu mie. Na huku Dani bwana akawa anamwaga mama yake kwamba mama mimi naenda kukutana na Jembe kule, kuna sehemu naenda kukutana naye. Mama yake Dani akawa anashangaa, tena Jembe tena, si mmegombana nyinyi? Jamani huyu mtoto anaenda kwa Jembe kweli huyu? Sasa hii story ngoja iishie hapa kwanza, alafu tutaleta kipande cha pili tuangalie, je Dani ataenda kukutana na mwalimu wake, na je kitu gani kitaendelea?